Wanawake wenzangu, yani nisitaki hata kuwaona. Mimi figisu. Unakuletea wivu kwa nani? Kwa mundi wako? Kwa mume wangu. Maendeleo yapatikani. Wastani TV ukaribishe kwa mara nyingine tena, na hiki ni kipindi cha Ijue Mitaa. Mitaa tunakujulisha mitaani kuna nini. Na leo niko pande za Kawe. Nimekuja kuonana na mtu mmoja maarufu anaitwa Zuchu wa Kawe. Lakini Zuchu huyo wa Kawe ana mume wake pia anaitwa Mondi wa Kawe. Ni wa maarufu sana hapa Kawe. Ukija tu Kawe ukiulizia Zuchu wa Kawe basi unampata. Niko hapa leo Kawe. Nia na madhumuni kuja kupiga naye story mbili tatu kuhusiana na maisha yake, maana yeye amekuwa ni mtu wa pombe na pombe. Haachi kabisa. Kwa hiyo twende tukapiga naye story tujue mengi kuhusiana na yeye, kuhusiana na maisha ambayo anaishi. Twenzetu. Lakini leo nimekupigia suti kalikali kabisa. Leo nimekuja kiutofauti. Tofauti na vile ambavyo umenizoea. Leo nimepiga kimzuka zaidi. Niko na ndugu zangu hapa, niko na Mondi wa Kawe, lakini pia kushoto kwangu niko na Zuchu wa Kawe. Ni mke na mume hawa watu hawa. Mondi wa Kawe. Ya, nipo pamoja. Wewe unaweza kunipa mistari miwili mitatu? Unaanzia mkia ukaja ukafuata mgoko. Na tumuogo pigabu alimempa matafanya mtima nyongo sana. Angalia tunavochana. Zuchu naye tukusikie kidogo. Mimi kuimba sijui. Sasa kwa nini wamekuita Zuchu wa Kawe? Mimi kuimba sijui, kazi yangu kuachana wanawake wenzangu tu. Hebu achane sasa kidogo. Wanawake wenzangu tu ambao wana wivu wakijingajinga, maendeleo hayapatikaniki mtaani, kazi kuleteana figisu tu. Hao ndo naachana mimi. Yaani nisitaki hata kuwaona. Wewe wanakuletea figisu? Mimi figisu. Wanakuletea wivu kwa nani? Kwa Mondi wako? Kwa mume wangu. Maendeleo yapatikani. Maendeleo yapatikani kwa mume wangu kwa sababu figisu zao. Jina la Zuchu lilikujaje? Jina la Zuchu hapo sasa ndo umenena sasa. Jina la Zuchu hapo. Jina la Zuchu kutokana na nini? Mimi na bwana la katesi za kopo. Kazi yenu yenyewe mnaokota makopo? Nakota makopo, Wote wawili? Wote wawili tunakota makopo. Kwa kila tukwenda tukote. Tupita tukote. Watoto baada ya kutona vile ndo wakaanza kutuita Zuchu, Mondi, Zuchu. Jina nilikataa sana. Hatimaye mama yangu akasema kubali hilo jina lishatoka kwa watoto leo, likubali hilo jina. Haina jinsi kulikataa, likubali hilo jina. Basi nikubali hilo jina la Zuchu, Mondi mi Zuchu. Kutokana na harakati za kutembea wote hivi. Kwa leo hii hata kama mtu anashuka kule stendi ya Ukwamani anasema anamuulizia Zuchu, anakupata? Nipata. Kiza Zuchu wa Kawe? Nipata. Na wewe nini ambacho kimekuletea kwa sababu ya kutembea pamoja ndio maana watu wakakuita Mondi? Mimi kutoka kutembea na huyo ndio wewe kale jibu la kuitwa Mondi. Ya, kwa sababu kutokana na muda wingi niko naye. Sababu ambayo imekufanya unywe pombe? Ya, pombe nimeanza kuianza tangu niko mtoto mpaka kukutana na huyo. Huyo kanikuta mimi nakunywa pombe, lakini mimi nafanya harakati zangu, simzuru mtu na sifanyi chochote. Hata ukaweka kitu chako hapo siwezi kuchukua. Kitu ambacho kilikupelekea unywe pombe ni mawazo au kuna tukio fulani ambalo limesababisha leo hii mpaka leo unakunywa pombe, ama ni kitu gani ambacho kimechangia zaidi sasa hivi umekuwa mnywaji wa pombe? Mimi naweza nikasema ni ulisi. Mama yangu na baba yangu wote wako walevi. Wao wamekulisisha? Sema wote washakufa. Wameniachia nyumba hapa. Wewe nyumba ya kwako? Ya nani sasa? Unakula kodi. Sasa. Zuchu. Na wewe kitu gani ambacho kimekufanya unakunywa pombe sana? Mimi kusema kwa kweli kitu kilichofanya mimi nakunywa pombe sana. Mimi sio mlevi wa vile. Ila mimi ni mnywaji, lakini kutokana na mazingira. Mimi kuna baadhi ya ndugu zangu wamenitenga sana, wamenitupa sana. Wakati mwenyewe na mguu wangu mbovu hapa, nilipata ajali nikagonga na pikipiki nikavunjika mguu. Baada kuvunjika mguu wameniwekea chuma. Ikichuma mpaka leo kutoa hataki. Tenda kuambia basi katoni chuma, napata ganzi miguu yote na ganzi hii. Hataki unatoa. Sasa mimi sababu ganzi inakuwa inapanda pressure. Kama ngoja nyingine atakunya labda kumbe wanasema pombe natoa nani? Ama kujiingiza kwenye pombe? Ndio hivi na kunywa pombe. Yaani ganzi kwenye mguu hapa na chuma ili hapa. Kwa sababu ya kunywa pombe, kwa sababu pia ndugu yani wamekutenga. Amenitenga ndio. Ni nani ambao wamekutenga? Yaani tuseme familia yote wamenitenga. Kwa sababu unakunywa pombe ama kuna sababu nyingine? Kwa sababu sio kunywa pombe. Sababu ni nini? Kwa sababu mimi hapa kuna kitu kimoja tuko na kitaka mimi. Baba yetu sisi alikuwa mshirikina. Unanielewa? Kampoteza dada yangu mimi. Ndio. Ambaye nimemfuatia mimi kunyonya, kaniacha miziwa tuseme. Sasa katika yote hayo
Niwaambiaje, kule kijijini kule saizi kuna tamu cha kufanya kule, tukauza ile nyumba. Mimi nitoe mguu wangu, hawataki kwa sababu wao wenzangu wanakwao, wana wanaume zao wanakwao. Sasa mimi nateseka, sina besi na cheme wangu mwenyewe, ndo kama kazi yenyewe kwa kuta makopo. Mimi kwenda kutoa ile chuma 400,000 leo, nipata 100,000 kwenda kutoa chuma, sio leo. Naenda kuambia kule, kwenda kuongea nao, subiria kwanza vikao. Ila siwezi kusema sana mengi kutokana na nini, katika familia yetu sisi, yani sisi kwetu siote duni, yani tupande wetu sisi, yani wote si duni, yani hakuna ambaye mwenye maendeleo. Hata huyu kila mtu anajivunia kwa mume wake, kama hivi mtu umepata mtu naishi naye kama hivi, ndo najivunia hapo yani. Ukiteleza hapo basi. Kitu gani ambacho unakijutia? Yaani katika maisha yangu sasa najutia kitu hichi kimoja tu basi. Kitu gani? Yaani mimi nilikitoka ili chuma ili, mimi mbona nitaishi maisha yangu mazuri tu. Sasa nikwambia kitu bosi wangu. Yaani mimi hapa, yaani kipindi cha baridi kile ili chuma na ulisikia na mwenyewe, mbona utajuta. Na hilo chuma mpaka unawekewa, mguu ulivunjika wakati unatafuta machupa au? Chuma livunjika wakati natafuta machupa, ndo chuma likanani, mguu nikavunjika. Ila sasa iko hivi, tuende mbele turudi nyuma katika maisha kusaidiana, maisha kusaminiana, sawa, mpaka kufikia hatua kama hii. Naamini kwamba mmenikubali mpaka mkafika hapa mtaani kwangu. Nahitaji msaada wenu. Nahitaji msaada wetu. Wa kutoa nini? Wa kusaidia kitu gani? Wa kutoa hilo chuma? Tu basi. Kwa sasa kama ukipata mdau akakusaidia kutoa chuma, utaacha pombe? Naacha pombe, naacha. Baba yangu na kuwapea jengo silijui, naacha pombe mimi. Kwa kama hujapata mtu wa kusaidia hilo chuma kutoka, pombe huwezi kuacha. Sana ni muda baridi, msimu wa baridi, siwezi kuacha pombe. Yaani bado kama vile kinga yangu yani. Mara nimemeza vidonge mpaka nasikia vile tumboni vimeoza. Haujutii kunywa pombe mpaka sasa hivi? Hamna kitu cha kujutia kunywa pombe. Haujutii chochote? Unaona sawa? Sisi hatuoni sawa. Pombe sasa tunapunguza, lakini bado tupo kwenye mazingira yetu tunapokwenda hivi. Hatunyagi pombe kivile kutokana na mazingira yetu, na tunajua pombe sio nzuri. Pombe sometimes ukielewa sana inakutia mawazo ya kijinga, lakini pombe sometimes kama ukinywa kidogo hivi inakuwa system za akili. Mna watoto wangapi? 4 na mjukuu mmoja. Umezaa pamoja na Mondi? Mtoto wa kwanza na miaka mingapi? Wewe ndo tasimimi yake. Wewe ndo unaletea mjukuu mmoja, hata sijui 18 kama sikosei. 18. Hapo umebahatisha hapo. Hapo nimebahatisha. Una uhakika? Una uhakika. Mtoto wa mwisho ana miaka mingapi? Wa mwisho ana miaka 7. Ana miaka 7? Sasa nikwambie. Niambie. Yaani mimi hapa nikwambie kitu. Mimi hapa nilipo. Kwanza kuishi hivi kwanza spend. Sina ninachokuongea. Kuishi hivi kwanza spend. Sawa. Ila kutokana na maisha yangu niliokuwa nayo, nabidi niishi hivi. Kwa nini uishi hivyo? Niishi kama chokola. Wewe umeridhika kuishi kama chokola? Sijaridhika kuishi kama chokola, lakini ndo itabidi niishi kama chokola. Sasa nitafanyaje sasa? Wenzangu wote wana nyumba zao kwao. Wewe una nyumba hapa? Ndo kwa mume wangu. Ndo kwako pia? Ndo maisha yetu tuliopangilia sisi kuishi kama vile. Ndo nyumba, kuna mwingine hana? Ndiyo, najua ndio. Hapa na mama mwenyewe kulizika maisha yetu kuishi kama machokola. Mondi. Ulisha kukaa na mke wako ukamwambia kwamba mke wangu sasa hii hatua tuliofikia tuache pombe? Nishamwambia, lakini kutokana na huyu na mambo yake, kwa sababu baba yake alikokuwa na mjengo, sasa ile nyumba aliyoiuza kule ndugu zake, huyu ndo kama na state za akili fulani. Lakini nikamwambia mwanangu, tulia, mimi nyumba hapa ipo, tukae tuangalie mazingira, tukae tuishi, tutajua watu tutafanyaje. Kama Mungu atablezi tutapata. Wao umepataje sisi tushindwe? Pombe hizi sasa hivi hizi inabidi tuziache. Akaniambia okay, mimi niko fresh. Nikamwambia stress zile zinakuwa zinatia steam kwako wewe.
tuachane nazo ili tuende na mfumo wa maisha. Yeah. Okay. Kumbe alishawahi kukaa mama alishawahi kukuambia kwamba muache pombe? Alishawahi kuniambia, lakini sisi tulikuwa tunakunywa kama hivi sasa hivi. Kwa sasa wakati wa kwenda kutafuta makopo mnaenda kutafuta wote kwa pamoja? Naenda wote pamoja, naenda kutafuta wote pamoja, nakuja hapa na mzigo. Kwa nini tumewahi sisi tumetoka kupeleka mzigo hapa. Muda sio mrefu hapa, nya tatu elewi hapa nyewe. Kwa makopo mnauza shilingi ngapi? Changa kilo moja shilingi 350 na kilo moja. 350. Sasa kilo moja nyumba kuipata. Kilo moja inakuwa gunia ngapi hapo? Kilo moja gunia 2 au 3. Na wewe kwa siku unaweza ukapata shilingi ngapi kwa siku? Mimi nipambane sana, jua lote langu, mvua yote yangu, labda nimepata sana 5,000 basi. Na hapo Mondi kwa siku unapata shilingi ngapi? Au mnakuwa kwa pamoja hiyo 5,000 wote kwa pamoja? Hapa mimi hapa mheshimiwa, katika hiyo hela tunaipata hiyo tunatumia sana hakula, lakini mimi hela sitegemei sana, mimi nategemea sana hii nyumba kodi. Au wasumbui kweli watu? Hawasumbui. Au wasumbui wewe, yani kwamba wewe kodi vipi? Mimi nahesabu tarehe, sifika tarehe tu ndo napata riziki zangu, naweka vitu ndani, tunaishi. Unakodisha kwa chumba kimoja shilingi ngapi? Chumba kimoja ni 30,000. Unaambia nini wadau? Kitu gani ambacho unatamani usaidiwe? Nachopenda mimi cha kwanza kama wadau wangu wamenipokea kwa mikono miwili mpaka nafikia hapa. Cha kwanza kabisa nikatoe tu chuma hili. Mungu bariki. Maisha atakapozidi kuendelea nazidi kuomba msaada mwingine baada ya mwingine, lakini kwa sasa hivi hapa msaada wangu niko nahitaji hapa tu chuma litoke tu basi. Okay. Chuma litoke na mwingine aendelee, lakini sasa hivi kwa nini tunakuwa kama hivi? Kivipi yani? Ndugu kutenga au kivipi yani? No. Kumbe Kiingereza unakijua? Yes. Kwa nini binadamu tunakuwa tusaidiani, tunatengana kimaisha? Kwa nini? Maisha yenyewe ndo haya. Sio kama wewe ndo umejitenga na ndugu zako kwa sababu ya pombe. No. Asa mimi niko na mtu wangu, wao wako na watu zao kule. Mimi niko na mtu wangu. Sasa kila masaa tutie huruma na kwa ukamu. Unanielewa? Kama mtu mzako kupigia simu akolo kuambia tatizo lake inabidi umzingatie. Sasa bado. Sasa bibi mkubwa wangu ndo kidogo nipo na bezi kana. Bibi mkubwa maja nitenga bado. Uko nayo sambamba? Bibi mkubwa mimi niko nayo sambamba. Leo hii ukikutana na watu ambao umesoma nao, kwako wewe inakuletea picha gani? Najisikia kwa huyo ambaye amepoteza mimi kusoma. Namchukia mpaka basi. Mwenzangu kaingia jeshini. Mimi akanipa bahati mbaya katika kucheza ndo nikapata huyo mtoto. Ukapata mtoto. Ukikutana na mtu ambaye umesoma naye unajisikia vibaya? Najisikia vibaya sana. Kwa sababu wewe unavyoishi mwenyewe unajichukia. Basi wewe ninakuwa Na hapa mtaani kwako watu wanakuchukuliaje labda? Hapa mtaani kwangu mimi naishi nao vizuri. Watu wakudharau hapo. Ndio mjumbe wangu. Hawakudharau. Yani hapa mimi naishi. Yani hapa niko okay kabisa yani. Okay kabisa yani. Sina bwagizo na mtoto. Hapa ukisikia bwagizo labda mimi na Mondi wangu tu basi, na hata wafuatilie. Tuko wenyewe tu basi, tunabwambana huko ndani, tunaweza kubwambana ndani hivyo, tunapika, tunakula, tunalala basi. Sasa ikiwa mmeenda kulewa wote wawili, nani anempikia mwenzake? Tunapika, tunakula. Kwenye kupika tu. Wewe unapika? Au mnapokezana? Tunapika mimi kama mimi. Mwenye anaingia ndani. Kisha leo unaanza kupika. Wewe usiniambie napika. Napika vizuri. Kwenye kula? Au. Kwenye kula usinitanie. Sawa, neno lako la mwisho Diamond Platinum. Maana umenipa mistari mmoja nikajua wewe jamaa unajua kuimba. Neno lako la mwisho nini ambacho unakiomba kwa wadau? Kwa wadau. Mimi tunaweza kuomba sema wadau kama wamsikia Zuchu, wamsikilize, kama mbea atakubalika, mambo yatakuwa mazuri. Ukisema labda kukusanya katika kodi 1 2 3 labda impatikana, lakini umekimeki mke wako kampeleka na kuaje? Haiwezi kupatikana lakini. Ngoja kwanza.
Kwa mfano sasa ukaichukua kodi ya watu wawili ukameki kwa 30,000 10,000 ukaweka 10,000 mwisho wa siku 400,000 ikakamilika ukampeleka mkeo kwenda kutoa chuma. Haiwezekani? Haiwezekani. Itakuwa ngumu sana. Kwa nini inakuwa ngumu? Kutokana na vipi ujue kazi yetu tunaifanya sometimes hiyo inakuwa miayusho. Sasa usimkeo. Ndio nimekwambia kazi yetu tunaifanya sometimes inakuwa miayusho. Unaweza ukaenda ukakota makopo wenyewe siku usiyapate. Sawa, sasa ile si kodi inakuja kwa ujumla. Sasa ikija sawa. Sawa, ikija kodi tuna madeni kibao mtaani. Hebu tukalipe madeni. Afya ya mkeo sasa wewe unaipambania vipi? Sasa sawa, wewe si mwanaume? Afya ya mkeo sasa unaipambania vipi? Nakuelewa mheshimiwa. Kwa hiyo tuchukue ile hela ya kodi tukalipe madeni ya watu. Afya kwanza. Wewe unatunza pesa au unatunza afya? Wewe unatunza afya, unatunza pesa? Kati ya vitu viwili ni kipi ambacho unakitunza wewe? Sasa hapo tunatunza ni afya, ndio hela ya kula. Jibu swali sasa. Kati ya afya na pesa kipi unachokitunza wewe? Afya. Sasa. Sasa mbona unataka kutunza afya ya mkeo? Sawa. Tukaenda kutoa kile chuma, sasa tutakula nini? Utakula, si bado Mungu anapambania. Ina maana utakapotoa chuma si atakuwa na afya ya kutafuta pesa? Sasa kwa nini usimsaidie za mkeo? Kama unatunza afya, kwa nini usitunze afya ya mkeo? Nyumba zipo, kodi zipo. Baridi. Kwa utafanya hivyo? Sangia tufanye hivi, tuuze nyumba yenyewe basi. Kuuza usiuze. Hiyo ndo nani yenyewe sasa. Lakini swala la kutunza mkeo, kama kodi vyumba viwili vitatu unaweza ukatenga hivi, nikiipata mke wangu katolewe chuma. Afya ikirudi mnapambana wote pamoja, mnarudisha ile hela. Siko peke yangu mimi, kuna wadogo zangu, mimi ndo mkubwa wao hapa. Kodi uli peke yako? Lakini sasa si ndo kontawa? Sasa kontawa utachukua vyumba vyote. Hadi afya mkeo irudi. Watakubali wengine? Kwa nini wasikubali? Bali shemeji yao. Sio kweli. Hawajaji kulalamika shemeji njaa? Kula wanakula. Sasa. Sawa mjomba. Sasa fanya hivyo. Ndio sukari yako hii, Zuchu, Diamond. Simuona Diamond na Zuchu wanapopendana wewe. Na nyinyi pendaneni hivyo hivyo. Au nakosea? Hujakosea, lakini sasa ni hivi. Hii nyumba ni ya familia. Sasa usimmeo. Ndio. Huyu mwenyewe siku akiumwa, hata kama ndugu zake sipo, wewe ndio wa kumhudumia huyu. Kila mtu ana chumba chake kimoja ambacho anachukua kodi ya peke yake binafsi. Sio kwamba kodi zote anakusanya yeye. Nyinyi mnapendana kweli? Mnapendana ndio. Mnapendana, mjawahi uje kumsaliti? Toka tumeanza kujuana mimi na mwanamke. Hujawahi kumsaliti? Hata siku moja. Kweli? Mama. Nikushikishe msafu hapa. Nishikishe. Unajua ukishika msafu unafanyaje? Unageuka nani sasa hivi hapa? Lete. Mondi, hujawahi kumsaliti? Mimi sijawahi kumsaliti. Wewe uko ukienda kule hujawahi kumsaliti? Hata siku moja. Wewe nishawahi kukuona kule. Mongo wewe. Na picha yako ujue? Na video yako? Lete nione. Na video yako nikimaliza. Sijawahi. Zuchu wewe hujawahi? Sijawahi. Unasema kweli? Hata siku. Wewe Muislamu Mkristo? Mimi Mkristo. Wewe Mkristo? Jina Yesu. Samuel. Mshe kwenda kanisani? Wewe hamjawahi kusalitiana nyinyi? Wewe unaniongopea mimi lakini moyo wako unajua. Mimi sijawahi kumsaliti. Tangazaje? Siwezi kumsaliti huyu. Huwezi kumsaliti? Hata siku moja. Lakini ndo ansaliti. Mimi hata kuweka msaafu hapa tuweke tuongee nao afu utaona hapa. Alomsaliti mwenzake nani? Akitokea piskali hapa Zuchu mwachu. Siwezi kumwacha. Akitokea Nsamboi hapa umwachi Mondi? Mungu siwezi. Kweli? Kuna Nsamboi mjini hapa babu. Nsamboi wote chef wote wanatembelea nani? Basi mimi nataka mpendane mtunzane au vipi? Si ndio hivyo? Okay. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Naweza kama mtu amependeza amemlegezea kumbe kunyuma anapelekewa moto. Kuna Nsamboi mjini hapa babu. Kwa hiyo hamna Nsamboi. Wewe uko fresh huyo. Wewe uko okay. Kamligado. Kuanzia juu mpaka chini. Kila kitu. Ndio maana hutaki kumwacha. Nsamboi na napaka ina, Nsamboi na paka piku. Nsamboi sana. Hapo hutaki kumtunza. Wewe fanya mpango wa mguu. Sawa. Unaambeje Zuchu mwenzako pale Zuchu? Hebu tia neno lolote kwa Zuchu. Zuchu mwenzangu. Zuchu unajua mtu wa huruma. Zuchu mwenzangu, mimi ndo Zuchu akae peke yangu. Na hapa niko na
Platinum pia naye pia wakawe. Kuna maana mimi ili jina sio kwamba nimejitunga mwenyewe, ili jina limetokea kutokana na watoto, kana maisha yetu na mimi wangu tunavyoishi. Kitembea kwenda kuokota makopo, tunatembea hivi kama kumbikumbi, watoto wakana Zuchu na Mondi. Kwa hiyo mwenzangu, kama ukilisikia ukiniona popote ulipo, naomba msaada wako, naomba unisaidie na mimi kuna kitu fulani ambacho hapa kinanisumbua. Kama kiwezekana kuja Kawe, kama kiwezekana vyovyote vile. Zuchu mwenzangu, sio kama nimependa, sijapenda. Ile jina amenipachika watoto kutokana na mwenendo wangu mimi na mume wangu. Niko na Zuchu lakini pia niko na Diamond Platinum wa Kawe. Yaani ukifika Kawe tu kwa Mwamposa kule stendi, yaani ukiulizia Zuchu wa Kawe bana, unaletwa mpaka hapa. Mimi mwenyewe sijapata taabu hata. Nimeshuka tu pale Zuchu Kawe namtafuta, nimeletwa mpaka hapa. Kwa hiyo shida yake kubwa ni mguu unachuma, ambapo hawezi kuacha pombe kwa sababu pombe inamfanya awe na ganzi. Kwa hata kama baridi ikija anajisikia yuko fiti. Kwa hiyo lakini anahitaji msaada, na msaada wake ni shilingi 400,000 mradi chuma kikatolewe. Kwa kama mdau popote pale ulipo unaweza kumsaidia, basi unaweza ukafika ama ukawasiliana na mimi kwa namba 0657139048. Moja kwa moja nitakuleta kwa Zuchu kama unahitaji kumsaidia. Na ukishatoa chuma, yeye mwenyewe kaahidi kwamba ataacha kunywa pombe. Pombe anakunywa kwa sababu hiyo tu, imradi apate ganzi, hata baridi likija asiweze kusikia mguu unamuuma. Mimi naitwa Raji, nyuma ya kamera alikopo Prix Mafoto. Endelea kutazama State TV kwa vipindi ambavyo vinaendelea.